Siku moja mlinzi alikuwa anapiga pushapu, yani anaweka mwili wake safi. Mara ghafla kidogo bosi wake akatoka ndani, yani alikuwa anaenda kumwaga taka. Mara ghafla kidogo akamwona mlinzi anapiga pushapu, akatamani kifua na akatamani mazoezi aliyokuwa anafanya mlinzi. Unajua kwa nini? Yani huyu dada alikosa mapenzi kwa mume wake. Basi bwana, aliona kifua cha mlinzi alipagawa siku hiyo. Yani alikuwa anaishi na mume wake, lakini mume wake alikuwa anamnyima mapenzi. Unajua kwa nini? Dada alishindwa kumwenda kumwaga taka, akakimbia ndani na akawa na hema sana kwa alichokiona. Akawa anajiuliza, nifanye nini? Niende nikamwage taka au nitoke nje? Dada akakataka chini, akaamua kujipepea kwa alichokiona. Yani ana miezi 6 anakaa na mwanaume lakini hajui mapenzi ni nini. Tuende kwenye story. Basi bwana, huyu mwamba ndio mpenzi wa huyu dada. Huyu dada anaitwa Ana. Basi bwana, huyu dada alikuwa kalala na jamaa kaamka asubuhi sana, anamwaga mpenzi wake kwamba anaondoka. Lakini mpenzi wake anamwambia baby, hujaniaga vizuri. Yani mpenzi wake alikuwa anataka mapenzi. Basi bwana, yule dada akaamka na akaenda kumvalisha koti mume wake vizuri, ili mradi tu apendeze huko anapoelekea. Basi bwana, wakawa naagana, lakini mpenzi wake akamwambia, siku hizi niko busy sana, kuna programu nataka nitengeneze ili niuze. Basi bibie akamuelewa. Mwamba kaaga basi aondoke. Wakati anaondoka, bibi akamwita, akamwambia baby, mbona hujaniaga vizuri? Mimi ni mke wako, lazima unikisi unapoondoka. Mwamba akajifanya kasahau bwana, akarudi kumbusu. Akamwambia, sikuwa makini kabisa. Basi akaondoka. Siku hiyo mlinzi aliitwa ndani, kuna kitu aagizwe. Huyu mlinzi alikuwa na pisi yake moja, wakawa wanaongea kimaaba. Bosi anatamani mlinzi anavyoongea na mpenzi wake, yani anatamani angekuwa yeye. Basi bwana, Mwamba kaambiwa kwamba mpenzi wake anakuja, na yeye akamwambia amemmisi sana. Mara ghafla bosi akatokea, jamaa akasalimia, akamwambia kuna vitu nataka nikutume vya mahaba hivi, yani kuna surprise moja nataka nimfanyie mume wangu, lakini huyo mpenzi wako ulikuwa unaongea naye, naomba akija umlete hapa nyumbani. Mlinzi akasema hamna shida. Pia akaongea na bosi, akamwambia ngoja nikakufuatia hivyo vitu unavyovitaka. Basi bwana, mlinzi akatoka nje na kumwacha bosi. Bosi ana mawazo, anatamani angekuwa yeye, yani anatamani yeye ndo angependwa hivyo. Mlinzi sasa katoka kuchukua mzigo wa bosi alomwagiza, akawa anamuita, madam, nimekuletea mzigo wako. Basi madam akanauliza, vitu umevinunua wewe? Umejuaje hivi vyote? Akamwambia hapana, mimi ni mtaalamu sana wa surprise hizo madam, usijali, na nimekuongezea vitu ambavyo huvijui. Madam akashukuru, akasema asante sana. Mlinzi akatoka. Basi alivyotoka, madam akawa na mawazo, huyu jamaa anaonekana ni fundi sana. Yani madam alikuwa anammezea mate mlinzi wake. Mara kidogo mume wake akaingia ndani, akamwambia baby, wow. Basi wakakumbatia. Akamwambia baby, nina surprise yako leo, nataka ule ufanye mambo yako kwa haraka, alafu vitu vingine viendelee. Basi bwana, Mwamba akasukumizwa ili akajiandae. Basi ulipofika usiku, Mwamba akawa anakula, bibi anashuka ngazi taratibu, kuna surprise kamwandalia mume wake chumbani. Basi alipomwambia, mume wangu ushakula sana, inabidi ukale chumbani. Mwamba akawa anatabasamu, anamwambia surprise gani umeniandalia? Baby, twende ukaone. Basi Mwamba, ngoja basi nimeze na maji, maana inaweza kaa surprise nzito. Basi bibi akamshika mkono mpenzi wake huko anampeleka chumbani kimaaba, yani alikuwa anahitaji show. Basi bwana, walipofika chumbani, bibi anaingia kimanyato, kamwaga maua mpaka kwenye kitanda, yani siku ya leo ilikuwa na mavidavi. Mwamba alipofika akafurahi, akamwambia wewe ndio umeandaa? Bibi akasema ndio, ni mimi nimeandaa kila kitu hiki unachokiona. Mwamba akaanza kujiongelesha bwana. Bibi anamvua nguo mpenzi wake. Jamaa akamkwepa mpenzi wake na kukimbilia kwenye draw, yani alikuwa anatafuta laptop ili akafanye kazi. Anamwambia mpenzi wangu, mimi sasa hivi niko busy sana, unachokitaka wewe nitakupa. Basi mwanamke anashangaa, anamwambia nimeandaa vitu vyote, nimemwaga mpaka maua. Unanipiga tu busu, wewe mwanaume aina gani? Basi bibi akaganda na surprise yake. Upande wa pili bwana, mlinzi na demu wake, basi walikuwa naongea, yani kusifiana tu. Wiki 2 tu nimeondoka, umejezejazia hivi. Basi bwana, Mwamba akakumbuka, akamwambia hivi, madam anataka kuone ndani, kwa hiyo inabidi twende ndani ukaonane na madam, sawa? Basi bwana, wakakubaliana, wakaingia mpaka ndani kwa madam. Bibi alikuwa anaogopa, anamwambia usijali, madam wangu ana shida. Basi bwana, bosi akaja pale na juisi 2 za wine, akamkabidhi sa mchumba wa mlinzi. Wakakaa chini, akamwambia mimi nakujua, lakini jamaa alinifahamisha kuhusu wewe, kwa hiyo ndo hivyo nikataka nikujue, kwa hiyo hapa nishakujua, mambo mengine mnaweza mkaendelea. Basi bibi akakimbia ndani. Huyo demu wa mlinzi alikuwa mloo, hajaacha kitu, akameza yote, akaondoka huko anatamani tu mjengo wa watu. Basi bwana, upande wa pili, shoga yake siku hiyo alikuja, akawa anachangamka, yani anaongea kwa furaha. Sasa akamwona shoga yake yuko kimya, akamuuliza, shoga yangu shida ni
ni nini? Akamwambia, bwana shoga yangu, mimi bwana shida yangu sipelekewi, yani nikiomba sipewi. Basi bwana shoga yake alicharuka, huyu mwanaume wako ndio yuko hivi, usinitanie bwana, hawezi kuwa hivi, wewe mwanamke mzuri sana, kwani yeye sikutamani au shida nini? Au shoga yangu vitu uviwezi nini? Yani wewe mwanamke mzuri, mwanaume yani ukipita mwanaume lazima akushangae. Sasa inakueje mwanaume wako asikutamani? Wewe vipi shoga yangu, shida ni nini? Basi akawa anamsema shoga yake pale, au mambo huyawezi nini? Basi akawa analalamika, ningekuwa mimi ningekuonyesha unafanyaje, au mume wako anakuchiti nini? Basi bwana yule bibie alikuwa na mawazo sana bosi. Akamwambia, wewe hujui tu mimi nakutana na mambo gani? Yani kila nikimwambia hataki shoga yangu. Huyu mwanaume atakuwa kapetwa na nini? Akamwambia, shoga yangu bwana, hebu kwanza tuachane na hayo. Mimi nina njaa bwana. Nataka chakula, ukaniletea chakula nile. Kila kitu kikae sawa, alafu nitakueleza mipango mingine. Wewe hata usijali bwana. Basi akawa anapiga story nyingine pale. Siku moja bosi alikaa dirishani, akawa anamwona mlinzi yuko na mpenzi wake, wanaidiana vitu vizuri, yani mabusu nini, upendo kwa sana. Akasema jioni nitalipiza haya. Basi ilipofika jioni, bosi anaomba mchezo, anamwambia bwana yake, naomba. Bwana anajibu, wewe hujui tu shida naoipata. Yani kuna program naziandaa hapa. Kwa hiyo niko busy sana. Siwezi hivyo vitu unavyovisema. Yani hata nikifanyeje siwezi. Yani sina hisia, sina feelings za huko. Jamaa akaamua kutoka nje, akaona anasumbuliwa. Mtoto kaka kitandani na nguo kulalia. Anasubiri mchezo lakini mwamba hataki. Siku ya pili sasa shoga yake akamkia hapo nyumbani. Akamwambia, nimemuomba, nimefanya vitu vyako vyote unavyovisema lakini sijapewa. Shida ni nini? Yani katamani nifukumize. Basi kaamka, kaondoka tu. Yani hata shida sielewi ni nini. Basi bwana bibi alikuwa anawaza, nimepata idea. Hebu kaa chini shoga yangu, nikwambie kitu gani ambacho unaweza kukifanya. Wewe kaa chini tulia. Shoga yangu nakujua wewe, idea zako. Mimi nimepata idea. Nisikize nikwambie. Njoo kunongoneza. Toy. Mimi ni sexy na toy. Nola mimi na uzuri wangu wote. Nisikilize, toy lina size, kuna size, kila size kuna shape unayotaka wewe. Yani nakwambia utapenda tu. Basi bwana anakaa anamsikiza shoga yake. Yani ukijaribu hata wanaume wenyewe utakuwa wapendi na ataka kusumbui. Bwana mimi namsubiri mume wangu tu, ipo siku atanipa tu. Nola hayo matoe siyawezi. Basi Nola akamwambia, basi kama hivyo mchiti tu mume wako. Unasema uwezi alafu unalalamika na kukuta una mawazo. Calm down bwana, tumia toy una seti hadi speed. Kama utaki ushauri wangu ndio huo. Basi bwana wewe Nola unaambia matoi, hilo toy naliweka wapi sasa ndani? Mume wangu ipo siku tu atanipa. Wewe kila siku unalalamika, mume wako hawezi kukupa, si uko busy? Basi kama hivyo mchiti. Akamuuliza shoga yake, shoga yangu kwa hiyo natumia? Hiyo ndo habari ya mjini, mimi natumia, unaniulizaje hivyo? Basi siku ya pili usiku bibi Ana akajiandaa, karudi bwana kwa mume wake. Anamuamsha, anataka mchezo. Baby amka, akaanza kumbusubusu. Mwamba kalala tu, yani kachoka sana. Anambia baby nimechoka. Ana nafosi, anambia mume wangu, umechoka vipi wakati mimi leo niliahidi utanipa? Basi mwamba kama kuamka, wewe mbona uelewi mtu akikwambia kachoka? Anakaa anafokea. Sasa mwanaume kazi gani hapa ndani? Ukawa ugomvi sasa. Mwamba kama kunyanyuka, au masuala ya kwa sexy, unaendekeza sexy. Mimi kuna vitu nafuatilia, alafu vinani haribu akili yangu. Nimekwambia hata hisia sina za mapenzi. Anakashangaa, wewe mwanaume design gani? Sasa wewe ni mwanaume gani? Akanalalamika, baby amka, naomba moja tu. Mwamba kakurupuka, acha ujinga bwana, nimekwambia sina hisia na hivyo vitu. Anakakasirika na akaamua kulala. Kaona kumbe mwanaume huyu kashindikanika. Basi siku ya pili bwana huyo anajifanya anaongea na simu na mtu ili amumuize mume wake. Akapanda kitandani, mshikaji anachezea laptop tu, anamwangalia achikesha kwa mahaba ili jamaa one wivu. Lakini mwamba yuko busy tu, hata wivu ana. Anajiongelesha tu, baby maana sijui nini. Mwamba anazidi kuchezea laptop. Anakajua huyu jamaa huyu kuna kitu atakuwa anafanya. Akaamua kulala, akamwacha. Mwamba alikuwa anakaza huyo, hatari. Siku ya pili bwana mwamba kaamka na laptop asubuhi tu, anachezea anapanga mambo yake. Basi bwana mke wake anatoka ndani huko anaongea na simu, yani kama anaongea na mwanaume ili amuumize tu jamaa asikie wivu, lakini jamaa hana hata wivu, yuko busy tu na laptop yake. Basi bwana akakata simu, akaona ongeleshwi, akamwambia baby mimi naondoka. Jamaa akamsifia, mke wangu wewe ni mzuri sana, unaenda wapi? Naenda kwa shoga yangu hapo.
Basi jamaa kaaga. Poa, nenda. Ana anatoka ndani, lakini anasema ili jamaa mbona halina hata wivu kimoyomoyo. Basi bwana, siku hiyo sijui Ana alishindwa. Mlinzi alikuwa anasafisha gari bwana, anaosha gari. Ana akaja kumchungulia mlinzi, anasema huyu kijana kazi yangu anaiweza sana, sijui nifanyaje huyu.